Yeah, kama unavyojua ligi yetu NBC Premier League imeshaanza na timu zimeonyesha kitu ambacho viko navyo, na hapa mbele yetu tuna mdau mmoja mkubwa sana wa soka nchini Tanzania, anaitwa Mr. Potence. Bana, mambo vipi bro? Poa kama kawa. Kama dawa, harakati Fresh nzio kubunda. I say issue ambayo ya msingi tutaka tujue ni kwamba sisi tunataka tu tupate utabiri wako kulingana na hizo game 2-3 ambazo zimechezwa. Pindi ligi itakapomalizika, unafikiri ile top 4 itakaaje? Timu zote zimeanza vizuri, zimesajili vizuri. Kwa hiyo nadhani na hizi mechi mbili ambazo tumeziona wachezaji wazuri waishaanza kujitenga. Kwa hiyo nadhani mwisho wa msimu lazima tutajua ni nani wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa nne. Nani anashuka daraja. Yeah, of course. Kwa hiyo pale kwenye top 4 yako, kwenye top 4 yangu kama kawaida pale atakaa nadhani Yanga Afrika. Amesajili vizuri. Na naona na timu nzuri. Yeah, kabisa. Alafu bado vile ana mwalimu mzuri, japokuwa watu wanampigia kelele, mimi naona kama ni mwalimu mzuri sana, atawafikisha nchi ya ahadi. Namba 2 pale atakaa Singida Black Stars. What? Singida Black Stars ndio atakaa pale. Singida. Sawa. Kwa sababu ile ni timu ambayo imesajili vizuri. Kwanza unajua tunapozungumzia football tunazungumzia kwenye maeneo. Uwanja unaweza kukata maeneo matatu. Ukiangalia eneo la katikati ya kiwanja ndio eneo ambalo linaweza ikatoa matokeo vizuri sana. Kitaalamu sasa hapo unachambua. Kwa hiyo sasa ukiangalia Singida katikati ya kiwanja wana damu changa na wana wazoefu ambao tumewaimba miaka yote, wakina Alidi Aucho, wakina Chama, afu bado kuna bwana mdogo Gego. Tumemwona juzi timu ya taifa. Hivi Gego kumbe anatoka Singida. Na yule ni Singida Black Stars. Okay. Kwa hiyo wao ni utajiri wa katikati ya kiwanja ambao unaona kabisa wanakaa nafasi ya pili. Kama marefa watachezesha fair, kila kitu kikaenda fair, naona nafasi ya pili. Nafasi ya tatu naona Azam. Hello. Azam FC. Azam ya Ibenge. Ya Ibenge, kwa sababu mwalimu Ibenge tunamjua ni mzoefu. Yeye ni mwalimu ambayo nadhani anapenda sana kupata matokeo. Ana show game sana na nini la anachokiwaza yeye ni matokeo, pointi 3 muhimu. Anaondoka. Alafu nafasi ya 4 atakaa Simba Sport. Simba ndo ashika nafasi ya 4. Simba Sport ashika nafasi ya 4. Hello. Simu ujao akacheze shirikisho. Kwa hiyo hivyo kipi kinakupa kiburi kuiweka Simba nafasi ya 4? Ili wamesajili vizuri. Mpira ni mchezo wa wazi. Mpira ni mchezo wa wazi kwa sababu ukiangalia ukisema kiburi sio kiburi. Nimeshaona Simba wanavyocheza. Kiujumla bado Simba bado wanatakiwa waendelee kujenga timu kama ulivyoona mwalimu mwenyewe kashakimbia. Wametafuta mwalimu mwingine. Bado ushindi wao unakuwa wanashinda ila hawana furaha. Timu haichezi, inapata tu matokeo lakini basi tu ili mradi amepata matokeo. Bado wale wachezaji waliokuja nadhani bado sio hajazoea mazingira. Watu wengi wanamsifia yule beki wao wakati yule. Lakini yule beki mimi kwangu mimi binafsi naona bado yani Shine bado hajakaa. Shine bado mimi naamini amecheza mechi ndogo ndogo, bado hajakutana na watu. Hajakutana na wakina Faisali, hajakutana na wakina nane au wakina Maruf Chakei nani. Bado wakina Eliudi Ambukile kule hajaenda Mbeya. Lakini kesha prove kwamba yeye ni beki wa aina gani ukitaka kumlinganisha yeye na watu gani hawa na ma striker. Inawezekana striker wako amfikii magoli huyu bwana. Hapana, mimi jamaa anazuia na anafunga. Jamaa ni beki ambaye nadhani anatumia sana akili kuliko kutumia nguvu. Kwenye ligi yetu ya Bongo ukiwa unatumia sana akili, utumii nguvu hata kidogo. Ndio mpira wa kisasa maana. Mpira wa kisasa utapata changamoto kwa sababu unakutana na watu ambao wanapitisha tu mguu juu ya skill. Umeona afu yule beki yani yeye ni beki ambaye anapenda kufanya clearance, yani anapenda kuokota mipira njiani na apendi kugongana, yani anapenda kujitenga na kuokota mipira njiani. Ni beki mzuri, ana matumizi mazuri ya akili. Lakini bado nadhani kuna kitu anatakiwa kiongeze kwa sababu ligi yetu ni ngumu, kuna viwanja vya mkoani kule. Yani ukianza kulala sliding tackle ili uokote mahali unashangaa nyama imebaki chini, bado kuna viwanja vigumu. Ulize Yanga walienda kule Mbeya walichowakuta. Huyu ni mdau mkubwa sana wa soka na ni shabiki wa mpira wa miguu hapa Tanzania, anaitwa Potence. Basi bwana Potence, tupe kikosi chako cha msimu, ujaribu kutabiri kwa hizi mechi ngapi ulizocheki, tutabirie kikosi kitakuwaje, kikosi bora cha msimu huu 2025 2026. Hicho kikosi bora mimi binafsi bwana. First 11.
kulingana na wachezaji, kuna wengine ni wapya kwenye ligi, kuna na wengine walikuwepo. Jana tulikuwa nao. Lakini nikiangalia kwa jicho la tatu, kikosi golini atakaa Diarra. Diarra sawa. Golini atakaa Diarra. Fullback ya kulia atakaa Shomari Kapombe. Show me the way, Shomari. Ni bado sijamkatia tamaa na ni bado kabisa, kwa sababu kuna mafullback wengi wanakuja, kuna wengine wapo vijana na wengine ni wazoefu wa ligi, lakini bado Shomari Kapombe ana nafasi kubwa. Yes, fair enough, Shomari akawepo. Alafu fullback ya kushoto mimi namuona bwana mdogo Mligo anacheza kama Zimbwe. Mligo ni kama Zimbwe, kwa sababu ninavyoona Yanga, Zimbwe hawezi kupata nafasi ya kuwa anacheza kila game. Yule dogo kule Simba atacheza kila mechi. Kwa hiyo kama ataongezea tu ubora, anaweza akakaa kwenye kikosi bora. Sawa. Alafu beki za katikati atakaa Dickson Job na Ibrahim Baka. Hiyo pacha haina doubt. Katikati ya kiwanja namba 6 Azizi Andambwile. Azizi Mwamba Alaswa. Hello. Yani yule Mwamba Alaswa kwanza bwana Kubunda, nikwambie jamaa yule ana uwezo wa kusupply mipira pande zote mbili, kushoto na kulia kwa uwiano sawa. Azizi. Yani huyo jamaa, yani mpira wa kwanza akiupiga kushoto, wa pili atapiga kulia. Tumtabirie makubwa sana msimu. Makubwa sana Azizi Andambwile. Sawa. Manake kikosi kitakuwa ni kama 4-3-3. Kwa hiyo atakuwa kuna Azizi Andambwile, Duke Abuya na Dumbia. Hello. Huyo jamaa anakaa. Mbona kama wameegemea timu moja? Tuendelee. Alafu nadhani kwenye wale watatu wa mwisho namuona pembeni akikaa Pacome. Naona pembeni akikaa mwingine pembeni, kama ata improve akacheza kama alivyocheza mechi iliyopita, atakaa yule bwana mdogo, mnamuita nani huyu? Morris Abraham. Morris Abraham. Sawa. Ataweza akakaa upande mmoja. Una jicho sawa. Alafu yani mimi kikosi changu kwanza kitakuwa kina force number 9. Kwa hiyo huyu naimweka hapa sio striker kama mnavyotegemea, ila huyu wa mwisho atakuwa ni Faisal Salum. Fei Toto. Kwa hiyo atakuwa kama force number 9. Kwa nini Faisal na so washambuliaji? Hao washambuliaji wengine, ujue kuna washambuliaji kama wakina Jonathan Soa, sijui wakina nani Boyeli, wakina huyu anakosa nafasi anacheka yuko Yanga. Prince Dube yule jamaa. Wale bado kuna namna wanaweza watu wakapanga, kwa sababu mahitaji anahitaji awepo namba 9, anaweza akawepo. Lakini mimi kama kingekuwa ni kikosi changu naondoka na hicho, natumia namba 9 kivuli. Kwa hiyo maana yake pale Dumbia, Pacome wana uwezo kuwa na switch, wanabadilishana na timu ikapata matokeo. Mimi hicho ndio kikosi changu bora na ndio wachezaji nao waona watafanya vizuri sana kwa msimu huu. Asante, shukrani sana Bwana Potence. Haina shida. Bwana Kubunda. Muendelee kusubscribe na kushare. Una maoni gani? Je, wewe una kikosi chako kingine? Tupia comment yako hapo chini.